ya kuelekea nchini Japan kwa dimba la raga la dunia mwaka 2019 imeng'oa nanga hii leo nchini humo Japan, ambapo draw ya mashindano hayo imeandaliwa leo na tayari mibabe ambao tayari walikuwa wamejikatia tiketi ya kufuzu mashindano hayo wanajua watapambana na nani, manake makundi yote tunayajua. Uingereza ambao waliandaa mashindano hayo mwaka 2015, mashindano hayakuwa mazuri kwao, wakiwa ni wenyeji walitarajiwa kufika hadi finali, lakini mambo hayakuendea walivyotarajia. Wana kibarua kigumu dhidi ya Ufaransa ambao miaka hivi ya karibuni wameonyesha kuwa wana uwezo wa kuenda sako kwa bako na timu yote ile ya raga wanajiita mababe ulimwenguni. New Zealand ambao ndio mabingwa watetezi ndio timu iliona ukwasi mkubwa zaidi wa mataji ya kombe la dunia duniani, watapambana na mabingwa wa mwaka 1995 Afrika Kusini. Itakuwa vipi? Tutakujulisha baadaye katika Zilizala Viwanjani, manake ndio mpango mzima hivi sasa. Utakuwa na Abdullah Ahmed kwa muda wa saa zima kuanzia hivi sasa hadi mida ya 12 juu ya alama kuzungumzia masala chungu nzima ya spoti. Karibu kaange nami leo, ikiwa ni siku ya Jumatano murwa tarehe 10 mwezi wa Mei mwaka 2017. Zipo taarifa nyingi tulizoziandaa na pia ninao wageni kwenye studio kuchanganua masuala chungu nzima, ikiwemo pia kombe ama ligi kuu nchini, ambao leo kulikuwa na mechi 8 ziligaragazwa katika viwanja tofauti. Ni wachanganuzi wa spoti na pia wawekezaji wakuu, manake kabla ya kipindi kuanza wengine walikuwa wakilalamika kuwa mechi kadhaa hazikuenda jinsi walivyokuwa wanatarajia. Karibu mpango mzima, lakini kwanza tupate video ya siku kuhusiana na kombe la dunia mwaka 2019 la raga. 2015 ilikuwa vipi? Na msonge mbele katika taarifa ambazo tumeziandaa, lakini kwanza kabla sijasonga mbele ni watambulishe wageni nilionao kwenye studio. Kwanza kabisa karibu yangu naye bwana Adura Vansami ambaye ni shabiki wa Tusker FC. Leo imechukua ushindi lakini hana raha. Japo Tusker imeshinda hana raha. Kwa nini Adura una raha na Tusker imeshinda leo? Mimi na furaha baadaye, niko na raha kubwa, lakini kuna lalama baadaye, nitazungumzia hiyo baadaye. Kuna lalama timu fulani hapa na hiyo shabiki timu huwa anajigamba sana lakini leo amekiona, na shabiki wa timu ambao leo imekiona na yeye bila shaka amekiona ni Curtis Saiti. Curtis, Ingwe kunaendeleaje? Saizi ni vigumu sana. We are low on confidence. Mambo si mazuri. Mambo si mazuri vile. Baada ya kutandikwa na mashemeji, leo pia inaonekana kuna tatizo. Hatujui kinaendelea, lakini we will rise, rise. Lakini kwa wakufunzi, yale maneno ambayo alizungumza Stuart Hall baada ya kutandikwa na Gor Mahia, unaweza zungumziaje wewe kama shabiki? Manake wakati mwingine timu inapofungwa, hasa timu ambayo haina uzoefu wa hali ya juu, mkufunzi anafaa kuwa nyuma yenu, anafaa kuwasaidia, kuwatetea, lakini Stuart Hall alijitenga kabisa juzi. Okay, hilo ni jambo ambalo linisikitisha sana kwa sababu tayari before tuende kwa game alikuwa amejua tayari ya vijana hawajaicheza nini hapo. So angewatayarisha vilivyo, hata kaweka kwa hiyo pressure, wakaenda kucheza game na pressure. Lakini wakafika hapo ukichanganyikiwa, hata pass ikawa ni shida. Ilikuwa ni matatizo. Dano Gega, leo inaonekana mambo alienda jinsi ulivyokuwa umewekeza. Ikawa kuna Dortmund, tumeona ligi kuu nchini na pia usiku tutazungumzia kuhusiana na klabu bingwa barani Ulaya na pia kuhusiana na ligi kuu nchini Uingereza, maana kuna mechi moja leo usiku. Tarajia nini leo? Mwanza katika KPL, matokeo gani ambao kabla tujapitia ambao yamekushtua leo? Labda kuna kitabu pale nilizungumza, kuna mwanafunzi ambaye alikuwa darasa ambalo lilikuwa lake yule Tusker, lakini nashukuru kwamba zile assignments alipatia amezifanya vizuri. Ama alikula kichapo. Hassan Juma alikuwa anasema eti ni mtoto wa Sonko. Unajua mtoto wa Sonko akiwa na pesa yeye atilii maanani kabisa yale ambayo anafunzwa darasani. Lakini baada ile onyo kwamba alikuwa baadhi ya zile timu ambazo zilikuwa zinapigania maisha yao kubaki katika ligi kuu ya Kenya, amefanya kazi kweli. Sasa amerudi. Na ni matokeo ya ligi kuu nchini ambayo ilikuwa inaingia raundi ya 10 ile utayazungumzia baadaye, lakini kwanza mbali na kandanda tuanze na riadha. Ni kwamba mshindi wa nishani ya shaba katika michezo ya Olimpiki makala ya mwaka 2012 mjini London, Timothy Kitum ana matumaini chungu nzima kuwa atapata nafasi ya kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya riadha ya dunia jijini London mwezi Agosti. Kitum alifuzu kushiriki fainali ya mbio za mita 800 katika mashindano ya riadha ya idara ya majeshi ambayo yatakamilika hapo kesho. Saizi maombi yangu kubwa ni kurudi London. Hiyo ndio aim yangu hii mwaka. So
target yangu yote iko London. Mazoezi tu ndio itabidi ni ng'ang'ane naye throughout. Maybe nikimbie race moja ama mbili ng'ambo. Kwa sababu ukiona sasa imebaki mwezi moja to the trial, so I have to work hard in my training. So, ukiona Kenya kila mwaka mtu hutokea. Kama 2013 Ferguson alitoka, 2014 Kipketer. So Kenya ni mahali watu wanasaliwa ni watu wa 800. Yeah. So hiyo ndio ilikuwa challenge kubwa. Ni mashindano ambayo yanaendelea katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapa Nairobi, na kesho ndio ataingia tamati kubaini nani atakayeshamiri katika mbio mbalimbali, vitengo mbalimbali. Katika soka hivi sasa ni kwamba Kariobangi Sharks walitoka nyuma na kuwalaza Mathare United mabao 2-1 kwenye mechi ya ligi kuu nchini iliyochezwa hapo jana uwanjani Kenyatta katika kaunti ya Machakos. Being 1-0 in the first half, coming up in the second half, getting 2 goals, missing a penalty, it shows that the spirit was high. Of course, not a very polite welcome, yeah. You know, when you're coming back, you expect also some good news, but it was some bad news for me today. But anyway, it's over. I have to look forward for the next match.